Hello darling. Hii ni part 2 ya video ambayo inamhusu Mungu na Shetani. Sasa kwenye ile video ya kwanza nilianza vizuri sana kuhusiana na hii topic, na nikawaambia kuna hadithi ambayo nitawaelezea ni nini ambacho kilitokea mpaka nikawaambia mkasa huu hapa. Sasa iko hivi, pale ambapo niliwaambia kwamba Mungu kazi yake, upande wake ni wa positive muda wote. Huyu Shetani upande wake ni unakuwa ni negative muda wote. Huyu ni positive na huyu ni negative. Sawa? Sasa naomba ni wa challenge hichi kitu. Kila kitu ambacho kinatokea, kila mtihani ambao uliokuwa nao kwenye maisha yako, huo mtihani uliujua kabla hujaupitia mtihani huo. Ulikuwa unaujua huo mtihani kabla mtihani huo hujaupitia. Kitu fulani nitakwambia ufanye. Huyu Shetani, mitihani ambayo inatokea kwenye huu ulimwengu, huyu ndio anakuwa ana note kabla mtihani ule haujatokea. Kabla mtihani wako huo kwenye maisha yako haujatokea, huyu anakuwa anaandika note. Na hiyo note wewe pia unakuwa unaijua. Unaijuaje kwamba ile hofu unayokuwa nayo kwenye maisha yako ya kitu chochote, kama nilivyowaambia, upande wote ambao ni negative ni upande wa Shetani. Kwa hiyo huyu Shetani anachukua ule upande wake negative, ndio mtihani ambao unaelekea kwenye maisha yako. Kwa hiyo kile kitu ambacho ni negative ambacho umewahi kukifikiria na ukawa unahofia kitu hicho, basi mtihani yani Shetani anakuwa na take note ya ile hofu ulionayo, kwa sababu ukiwa upande ambao ni positive huwa haunaga mashaka. Huo ni unakuoga, yani ni unajiamini kupitiliza katika kila kitu chako, na unakuwa ni positive wenyewe. Kwa hiyo hamna mtihani kwenye upande huo. Lakini kwenye kile kitu ambacho ni negative kwenye maisha yako, ambacho utakuwa unakiofia, basi ile hofu ndo Shetani anakuwa anaichukua ile anainote pale, anakupiga na mtihani ule, anakileta kwenye maisha yako, kile kitu kizima, kile ulichokuwa unakiofia, kile ulichokuwa unakiogopa kwenye maisha yako, anakuletea. Iwe ni umaskini, iwe ni maradhi ambayo ulikuwa unayaogopa, unayahofia, iwe ni huyo mtu kuondoka kwenye maisha yako, iwe ni hicho kitu kuondoka kwenye maisha yako, iwe ni vyovyote vile, jua kwamba huo mtihani ulishaujua kabla haujatokea mtihani huo. Ulishaujua. Kwa sababu siku zote huwa tunajua, lakini tunajifanya kwamba sikutegemea. No, tayari kuna vitu ambavyo unakuwa unaviona. Kuna red flag ambazo unakuwa unaziona. Kuna vitu ambavyo Shetani anakuwa anakuletea, lakini hutaki kukubaliana na vitu hivyo. Hutaki kukubaliana na vitu hivyo. Kwa hiyo atatumia kitu hicho Shetani kukuangamiza nacho, kwa sababu huaga yani ana tabia, anakuonyesha wewe mwenyewe tayari unakuwa unajua changamoto yako, kwamba angalia, kuna hichi hapa kitaenda kutokea kwenye maisha yako muda wote kuanzia sasa hivi usipoangalia, ambao ni upande ambao ni negative, wa kukuofisha, yani wa kukuogopesha, yani it's scare things, yani ni vitu ambavyo vinatisha tu, yani uvipendi vitokee, yani unaomba visitokee kwenye maisha yako. Kuna limaradhi ambalo unaliogopa sana, yani hili na wengine
niwaambie, nafikia hatua ya kuwaambia wengine yani asilimia kubwa, sio wengine, asilimia hii kubwa huwa tunaviona vifo vyetu pia kupitia mitihani hii, na tunakuwa tushatia sign kwenye vile vifo bila sisi wenyewe kujua au kutokujua. Kwa kujua ama kutokujua, tayari unakuwa unauona mwisho wako kabisa na unausaini mwenyewe, kama unavyokuwa unasaini kuingia kwenye chumba cha operation. Sasa hata kifo na changamoto zako unakuwa unajua kabisa hiki ndo kinachokuja. Ile hofu yako ya kile kitu chako, kile kitu chochote kwenye maisha yako, ile hofu ulionayo. Na mwingine unadiriki kusema kwamba yani ikitokea hivi ni bora nife. Sasa unakuta hujui kama tayari umeshatia sign kwenye kifo chako. So kinapotokea, unapokupiga changamoto lile, yani ile changamoto ile inavyokupiga kwenye maisha yako na kukuondoa kwenye dunia hii, sometimes unaweza ukawa unakumbuka kwamba, au unaweza usikumbuki kwamba hicho kitu au ulishawahi kukiongelea kwamba kitatokea kwenye maisha yako. Unaweza kuona kwamba kuna baadhi ya watu wengine wanaweza wakawa wanakiri kwamba wamefikia mwisho wao na wanaona mwisho wao, na wanaweza wakawa wanakwambia, lakini sio rahisi mtu kukwambia kwamba huu ni mwisho wake. Sio rahisi mtu kukwambia niko kwenye changamoto, kuna changamoto hii na hii inaenda kunikuta na huo ndio utakuwa mwisho wangu. Sio rahisi mtu kukwambia changamoto yake, sio rahisi. Lakini ukibahatika kusikia kwamba mtu ana changamoto hii kwa namna moja au nyingine, ikiwa yeye mwenyewe kaona kwamba kwenye hiyo changamoto hatotoka, basi hawezi kutoka, kwa sababu kashatia sign ya kuondolewa na changamoto hiyo, kwa kule kutoweza, kwamba mimi kisiwezi. Sasa ikiwa ukasema wewe huwezi, kumbuka niliwaambia upande wa Mungu upo katika kutia tiki ya kile unachokisema. Hakika huu ni mwisho. Yani unaposema kwamba mimi ili siliwezi, basi na Mungu anatia tiki pale kwamba wewe ni basi. Hakuna kingine utakachokiona bali ni hiyo basi ulioisema. Ni kifo hicho tu, ni kifo chako kupitia mtihani huo tu basi. Niamini usiniamini, huo ndio ukweli wenyewe. Kama huenda uliwahi kusikia mtu aliongelea kifo chake before kufa, au hujasikia, basi kaa ukijua tunakuwa tunajua. Endapo tunakaribia mwisho wetu, tunakuwa tunajua kwamba kuna kitu ambacho utakiona na yani utakihisi kwamba mimi kuliko nikutwe na kitu hichi ni bora nife. Kwa ile ndo hofu ya, ile ndo shetani anayoitaka, ile na utakufa ukiwa ni uliyeshindwa. Lakini kwa upande wa Mungu, watu wanaondokaje kwenye ulimwengu huu? Wanaondoka wakiwa ni kwamba mtu ametosheka. Anaondoka akiwa ametosheka, anaondoka akiwa na furaha, kwa sababu mitihani yake yote kashaifanya vizuri sana, na anajijua upande alipo. Alikuwa na akili nyingi sana za kujua ulimwengu huu unataka nini. Ni unataka ule upande ambao ni positive tu muda wote, ukae katika upande huo tu no matter what, na hakika utaondoka ukiwa mwenye furaha, utaondoka ukiwa katika hali thank you. Bado kile kitu sijawasimulia, najua. So naomba, hii video imekuwa ni ndefu kidogo, samanini sana, na next video nitawasimulia vizuri kuhusiana na ile sakata part 3. Bye bye.